Kauli za kibabe sana. Nchi haiongozi kwa ubabe hivi. Rais huwezi kuwa mbabe. Wewe ndio rais wa nchi. Kila mtu yuko chini yako. Huhitaji ubabe mwingine. Umeshapewa na kura, basi umeshaupata ubabe. Maneno ya kibabe hayafai. Kwa mfano, kawaambia wabunge wake kwa mujibu wa magazeti, mtu atakayekwenda kumsalimu mbunge wa Chadema anasaliti chama chake. Umeona? Kawaambia juzi pale Dodoma, walikuwepo wabunge wamepanga kwenda kumuona God Bless Lema, yule mbunge wetu pale Arusha magereza. Akasema mtu wa CCM, mbunge wa CCM akienda kumtazama God Bless Lema anamekisaliti chama chake na ataona cha mtema kuni. Sasa jamani, nchi hii ni nchi yetu sote. Nchi hii imejengwa kwa muda mrefu katika misingi ya umoja na mshikamano. Kwa nguvu kubwa sana, kwa jasho kubwa sana. Mwalimu Nyerere na viongozi wenzake hawakujenga jambo hili kwa urahisi, halikuwa jambo rahisi tu. Limejengwa kwa misingi muhimu sana. Na kwa sacrifice kubwa. Mtu anayekuja kusema tuvunje umoja huo ni mbaya sana. Leo tukiambizana Waislamu na Wakristo tubaguane. Kuna Wakristo na Waislamu wameoana. Wapo hawapo? Wapo hawapo? Sasa unapomwambia asiende kumsalimia ndugu yake kwa sababu ya siasa, inafaa? Siasa za namna hiyo hazifai. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, namuomba rais aondoe kauli yake, aifute kauli. Namuomba kwa heshima zote aifute kauli ile. Kama akusema basi aseme akusema, na kama alisema basi aseme alikosea kwa bahati mbaya, ulimi ulikwenda kando. Tusiache jambo kama hili inaharibu misingi ya nchi. Nalisemea kwa uchungu kwa sababu jambo moja ambalo Watanzania tunalo sana ni umoja. Tulipokuwa tunaazimisha miaka 10 ya uhuru ya Azimio la Arusha, kule Arusha, miaka 10, Mwalimu alisema katika hotuba yake, mtu akituuliza kwa jeuri, mna nini nyinyi wa Tanzania? Alisema, mjibu kiungwana, tuna umoja. Akiwauliza kwa jeuri na kiburi, mna nini nyinyi wa Tanzania? Mwambie kwa ungwana, tuna umoja. Na sisi tuna umoja uliojengwa kwa misingi imara ya wazee wetu, waasisi wa nchi yetu. Lazima tuulinde umoja. Na kwa kweli tuulinde umoja. Kiongozi ambaye anataka kuvuruga umoja huu, tusimwachie hata kidogo, maana ni gharama yetu. Narudia, namuomba rais kwa heshima zote afute kauli hiyo, itatuletea mgogoro ndani ya nchi. Siasa sio kupigana, ni kupingana bila kupigana. Siasa sio kupigana, ni kupingana bila kupigana. Unanielewa? Kupingana bila kupigana. Siasa sio kupigana hivi. Tunapingana kwa hoja. Ukinishinda hoja, basi bwana nakushukuru. Nikushinda nawe heshimu, nenda. Lakini tukianza kutafutana, kufatana hivi kwa sababu tumetofautiana hoja, au kwa sababu tumetofautiana vyama. Vyama ni vitu, ni vehicle vya kutupeleka tunakotaka. Sio kitu cha msingi. Mama Tanzania atakuwepo bado. Vyama vitapita, Mama Tanzania atakuwepo. Watoto wetu na wajukuu wetu watarithi nchi hii. Tukiivuruga nchi kwa sera mbovu, kwa siasa mbaya, tunajiangamiza wenyewe. Na nasema haya kwa uchungu sana, kurudia kwamba tafadhali umoja huu tunganganie kama kitu chochote. Tunganganie kama ndo mboni ya macho yetu. Ndio tulionayo na ni muhimu sana. Nilitaka nianze na hilo jambo langu la msingi la kweli kabisa. Namuomba rais aondoe kauli hiyo au aisahihishe kauli hiyo. Na naomba Watanzania tukatae kugawanya. Tukatae kugawanya. Mwaka mmoja nilipokuwa nasoma Uingereza, nilikuwa na rafiki yangu Mnigeria.
alikuwa anafundisha chuo kikuu kimoja kule Nigeria. Akaja, tumekaa kwenye meza na Waingereza tulikuwa tunasoma nao. Katika kundi la Waingereza walikuwepo kina mama wawili, sisi tulikuwa watatu. Alipokuja yule mwenzetu wa Nigeria akawapa mikono, akatupa mikono, akakataa kuwapa mikono wale wanawake. Wale wanawake wakachukia sana, nasema mbaguzi huyu, mtu waovyo kabisa huyu. Wanafunzi mwenzao akasema mbaguzi huyu, kwani hakutupa mikono? Yule bwana alikuwa amefunga mwezi Ramadhani, kwa hiyo akasema ingemharibia udhu. Lakini Mwingereza na udhu hana habari, ana habari na umoja wake zaidi. Tukamwomba yule bwana, omba radhi wenzako. Akaomba radhi, mambo yakaishi. Lakini nasema tusibaguane kwa dini wala kwa ukabila, ni hatari sana. Nasema kwa point hiyo niishi hapo, lakini tusikubali nchi yetu sote, hakuna mtu mwenye hati miliki ya nchi hapa. Ikienda vibaya tunaangamia wote, ikienda vizuri tunafaidi wote. Kwa hiyo tukatae. Jambo la pili ambalo ndio limetuleta ni kuangalia uhai wa chama chetu. Kwanza niliahidi wakati wa uchaguzi kwamba nitapita kila kata, kila mahali kusema asanteni kwa kura. Ndugu zangu wananiogopa hawa jamaa, hawataki kunipa ruhusa mkutano hata mmoja. Jamaa wakiomba ruhusa ya mkutano wakisema Lowassa yumo, wasema hamna ruhusa. Wanatoka. Sasa sijui wananiogopea nini. Na mahaba na Watanzania, na mimi namshukuru Mungu, mahaba yanayashukuru Mungu. Kwa hiyo mnifikishie salamu kwa wale ambao hawakuja hapa, mseme Lowassa alikuja akasema asanteni kwa mahaba yenu. Nilisema ningepita kushukuru. Tumepata kura si haba. Na wameiba zile kura. Tulishinda kwa umbali sana. Lakini Mwenyezi Mungu atawaona. 2020 tutaonana. Nilikuwa nipite kusema asante. Sikupita, napita sasa. Napita miezi, karibu mwaka umepita. Hawataki kunipa ruhusa. Nikiomba wanakataa. Wakataa kutupigia mabomu kule Geita. Waziri mkuu mstaafu mnampiga mabomu kweli, nchi ya namna gani? Lakini wakajitetea wao, tunataka kumlinda. Mbinu tu, hawataki nihudhurie mikutano hii. Na mikutano hii nikienda wanakuja watu wengi sana. Sasa inawakatisha, inawaogopesha. Kwa hiyo nipelekeeni salamu kwa wenzenu kwamba Lowassa amekuja akasema asanteni kwa mahaba. Sikusema kwa mapenzi, nilisema kwa mahaba. Mmenielewa? Naam. Maana nilikwenda Unguja wakati wa kampeni ile ya kwanza ya chama. Wale kina mama wakaniambia tunakupa sio mapenzi, haya ni mahaba. Kwa mapenzi yaliyozidi yanaitwa mahaba. Kwa Mkuranga mnajua Kiswahili hicho? Naam. Mnajua Kiswahili hicho? Naam. Kwa hiyo mnisaidie kuambia asanteni kwa mahaba. Lakini nitaka kupita kusema chama chetu kipo mahali pazuri sana. Nataka kuambieni, nimetoka CCM, nimeingia Chadema, ninajua ninachokisema. Mnisikilize kwa makini. Chama chetu kiko mahali pazuri sana. Kama kuna watu wana matumaini ya chama, matumaini yao ni Chadema. Kama watu wanataka kuingia kwenye chama kipya, ni Chadema. Na mimi niwaambieni, kuna gazeti moja niliandika lakini ndio siseme. Kuna mtu alinihakikishia uchaguzi ujao Chadema mnashika nchi. Uchaguzi ujao Chadema mnashika nchi. Lakini acheni migongano ya ninyi kwa ninyi. Acheni migombano ya ninyi kwa ninyi. Tulikuwa na migogoro sana wakati wa kampeni. Unakuta tumesema mtu huyu Ukawa agombee kutoka CUF. Wanachama wanakuja juu wa Chadema, wanakuja juu, mnaingia kwenye uchaguzi, mnapingana, sisi inachukua advantage, inawachukua. Mnakwenda mahali mmekubaliana Ukawa huyu ndiye agombee, wanasema hapana, hatutaki huyu. Hamna muda wa campaign, tunashindwa.
Kwa hiyo tunakugawanyika ndani yetu kulikotokea. Hatuwezi kukosa kuwa na Ukawa. Ukawa kwa Kiingereza is the necessary evil, ni shetani muhimu. Hata kama unamwona shetani, ni mtu muhimu sana Ukawa. Njia pekee ya kumshinda CCM ni Ukawa. Bila umoja hatuwezi kuwashinda CCM. Tumeambiwa ni mambo ni laini. Unapopuliza tu. Masaini kule kutaka kunywa maziwa, inzi ameingia unapuliza hivi. Unajua mambo haya? Nasema kule Masaini ukitaka kunywa maziwa, ameingia inzi kwenye maziwa, unafanya kwa pumzi. Mnajua? Mnajua? Yaani ni kama mlevi. Sasa nikiita mlevi watasema nimetumia lugha mbaya. Mtu anapepesuka, si ndio? Kwa sababu yote ile, ulevi au chochote. Ukimgusa hivi si anaanguka? Ndivyo maadui zetu walivyo. Tukigusa hivi tu wanaanguka. Lakini umoja wetu na mshikamano wetu. Bila kushikamana, bila kuacha magomvi, ndugu zangu, hatushindi.